Watu wengi wamekuwa wakihangaika kujikwamua kimaisha bila ya kujua safari yao nyuma yake imegubikwa na nuksi, mikosi na laana za ukoo. Na ndio maana unakuta mtu anajituma sana, lakini lengo kufikia halifikii. Muda mwingine anajiuliza nifanye nini ili nipate mafanikio, lakini mambo yanaendelea kuwa magumu. Kuna vitu vinavyosababisha nuksi, mikosi na matatizo mbalimbali kwenye maisha ya watu. Kitu namba moja ni kalma ya ukoo, laana ya ukoo. Kuna mambo ambayo yanafanywa au yalifanyika nyuma, huenda hata kabla ya kizazi chako hiki. Huko nyuma mababu zako walifanya matambiko kwa lengo la kulinda ukoo, kwa lengo la kuimarisha uchumi wa ukoo, lakini baadaye hiyo nguvu imegeuka kuwa laana kwa wanaukoo wote hadi kizazi kinachofuata. Hapa hutokea vitu hivi kwa sababu wakati wanafanya matambiko kuiomba mizimu au majini au nguvu za kiroho kwa ajili ya ustawi wa ukoo, walijumuisha ukoo mzima, kwamba hizi nguvu zilinde ukoo mzima. Kwa hiyo athari zake zinatokea hadi kwa vizazi vijavyo vya huo ukoo, kwa sababu mababu zao awali walijumuisha ukoo mzima. Kitu kinachofanyika, zile nguvu, yale matambiko lazima yanatakiwa yawe endelevu. Ikitokea wanaukoo wakajisahau, wakaacha kufanya yale matambiko, basi lile linakuwa ni kama deni kwao, lazima walilipe. Wanalipa vipi? Na unakuta ukoo unakuwa wa kimasikini. Mtu anafanikiwa kidogo tu, anashangaa anaanguka ghafla. Watu wanapambana kwenye ukoo, lakini hamna malengo makubwa yanayofikiwa. Ukoo unakuwa na magonjwa. Ukoo unaweza ukawa na vifo vya ghafla. Yote haya yanaweza katokea kwenye ukoo wowote ambao ulifanya matambiko haya na maagano haya, kwa sababu tayari wale mababu wa ukoo wa zamani walishaweka mikataba ya kudumu na mizimu, majini au nguvu zisizoonekana kwa ajili ya kulinda ukoo na kustawi. Sasa yale mambo yanavyokuwa sio endelevu, pale inakuwa kama yale maagano yamekengeukwa. Inakuwa kama wanaukoo wamevunja mkataba uliowekwa. Hivyo zile nguvu zinalazimisha kuwapa wanaukoo matatizo ili warudi kule kwenye yale mambo waliyoyaacha kuyafanya. Hii ni sababu mojawapo inayopelekea ukoo uwe na changamoto mbalimbali, ikiwemo umaskini uliokithiri. Usisahau kusubscribe ili kupata ujumbe wa posti zangu mpya. Asante.